Analia ujue kuna jambo. Bwana Kifukulu Kwinyo, njoo. Njoo baba. Njoo bwana we. Nini mimi hapa baba mwenye nyumba yako? Unaogopa ogopa. Mimi nimekuja kwa kujiamini kabisa, najua uko peke yako, mke wako katoka. Uongo baba? Ndio. Hebu njoo tuzungumze. Kagere. Unajua mimi wewe hapo napenda Simba. Mimi Yanga bwana. Wewe naelewa tatu. Umeona Toa basi mkono, mimi najua kilichotokea. Toa mkono. Toa mkono. Hebu njoo. Njoo bwana. Sisi wanaume unacheka nini? Bwana macho yako kama panda. Unajua panda. Hebu padoke kwa huko kwingine. Katunia panda. Sisi mtungi anajua ngata. Ndio. Mimi nasikia, mimi nimejua kila kitu. Kila kitu. Yaani usiku wa jana kulikuwepo kama kuna watu tuseme sijui wanafanya kitu gani. Yaani ni mangumi mtindo mmoja. Sasa nikawa najua labda wewe ndio unampiga mkeo. Kwa sababu hakuna kelele yoyote inayotoka. Ni kimya. Sasa kwa hali ambayo nimemwona mkeo ametoka yuko safi. Na wewe una alama kama hii, wewe ndio umepigwa. Yaani mimi niseme ukweli, unajua msema ukweli wewe hapo mpenzi wa Mungu. Yaani wewe kwani mchana jana hujashinda? Mimi nilikopa zangu shamba, nimerudi jioni nikawa nasikia taratibu. Kipigo kimeanzia mchana. Kipigo kimeanzia mchana mpaka wewe hapo usiku. Ndio wewe umekuta usiku. Pale kama mtu kapiga sebene kachoka. Wewe utakuja kufa wewe. Ataniua wewe mwanangu. Lakini ukitoa hilo pia mtakuja kunivunjia mlango wangu. Sio, umeelewa? Wewe unatakiwa mwanaume ndio unatakiwa utafute kodi ya nyumba mletee kwa wakati. Wewe Majitini. Nini bwana? Fanya hivyo basi. Sawa. Unavyopiga kachumbari, weka mazade zake. Sawa, wewe na mbali. Hela ya nani? Nyumba. Wewe. Uko unaongea nini? Nani? Uko unaongea naye nini yule? Wewe hujaelewa, umeelewa? Kwa umeelewa yeye amenani? Twende. Subiri basi kwanza. Wewe fungua mlango. Fungua! Ingia. Bwana na wewe. We mtoto we. Tototo chuchuchu ati digidigi. Jamani we mtoto, mpaka ulikuwa unashindwa hela ya kupata kalolaiti. Sasa umeona ulipopendeza? Mtoto umewaka, mtoto umependeza, yani saizi unawaka hivi jamani. Napendeza. Ndio. Ulichukua uamuzi mkubwa sana kuachana na yule bwana. Angekufuja. Yaani angekufuja unasuka pweza. Kule uko unaishia na ngisi tu, unaona sasa unashuka pweza ziko huku mpaka hivi pweza anatambaa hivi mgongoni. Mimi nakwambia kaza, sawa? Wewe kaza. Mtoto umependeza. Acha jamani, watu wako nafuja jamani, kama mfujo. Ongera bwana, kaza, endelea na maisha hayo ya kukaza. Kuna kama mwanaume anakufuja. Yaani kama kakuzaa yeye. Anakubuluza. Wewe jamani, mwenye kitu hapo sana. Umeona? Ndio bwana. Afadhali bwana wewe hapo nimekuona. Uko na shida na mimi? Ndio maana yake mguu unavyoona ulikuwa unakuja mahali kwako. Basi nipe kaifa. Ndio maana yake wewe hapo mwenye kiti sema yapo. Wewe hapo mwenye kiti sema yapo. Bwana. Mimi nilikuwa wewe hapo na mazungumzo naye kidogo. Haya, mazungumzo gani? Niambie. Wewe unamjua bwana Dagobeti yankwangu? Dagobeti. Ndio, namjua. Ndio maana yake. Kwa hiyo mimi nilikuwa na mazungumzo hapo, amegombana na mke wake sana. Ndio. Nilikuwa nataka wewe tukutane wewe na mimi hapa na Dagobeti tuweze kuweka sawa. Niambie mazungumzo gani? Mazungumzo ya muhimu ili wenyewe waekane sawa. Yeye hapo kamfukuza mke wake.
Kwa hiyo kama tukikutana ina maana kesho majira yote ya mchana au saa 7 au saa 8 ili tuweze kuzungumza. Mimi kesho niko free. Alafu labda nikwambie, hakuna kitu ambacho mimi sipendi kuona mahusiano wananchi wangu yanaharibika, au wapenzi walioshibana, au wanandoa, au mke na mume, au wazazi ambao wanakaa pamoja. Unajua kwenye mapenzi kuna vitu vingi. Kuna wanandoa, kuna wazazi, lakini wote wako kwenye mapenzi. Umeona bana? Kuna wachumba tu, lakini wote wako kwenye mahusiano. Yaani vyote viko ndani ya love, iko kwenye love. Umeona? Sasa mimi hilo swala nitalisimamia, na nitahakikisha nalisimamia. Basi wapo wewe inakuwa gudi hiyo. Inakuwa gudi. Wapo mwenyekiti sema yapo. Wewe mwenyekiti sema yapo. Basi wewe ulikuwa unaelekea wapi? Mimi nilikuwa naenda zangu kule kidogo, tunajua ile nini tamu. Nakula tamu. Wewe tamu. Tamu. Basi wewe tuongozane. Wewe una nani wewe bwana, maisha mafupi bwana. Si nini ya kale, wewe unakula tamu. Wewe hapo nakula tamu. Unakula tamu? Basi mororo. Tuongozane bwana. Twende bwana. Unajua mimi? Ndio bwana. Nikwambie kitu. Mjomba. Mjomba. Naona umechukua muda kidogo. Wewe bwana acha. Hajafika huyu jamaa. Mpaka umepungua. Hajafika? Bado mwenyekiti hajafika, ndio tupo tunamsikilizia. Kufanya vitu vyake kwa kuvuta sigara. Umejuaje mambo? Na ukivuta sigara si unavitengeneza? Yaani unavisogeza karibu kama unavisukuma nyinyi, nendeni. Mwenyekiti kafika. Njoo. Mwenyekiti kawaida yake vikao. Njoo. Yaani kwenye kikao kuna kikao kingine. Pembeni kidogo. Elewa kama mimi na wewe tunatakiwa tuzungumze. Nalitambua hilo. Si umeniita huko? Nalijua. Ndio bwana mkubwa. Sikia nikwambie bwana. Sikia nikwambie bwana. Pale kwanza tumekusubiri muda mrefu sana. Umeelewa? Sikia nikwambie. Ndio. Wewe mke wako unampenda? Mimi mke wangu nampenda sana. Yaani hapo kinipasua hapa hivi. Unakutana na jina la Tausi. Tena nilikopo na nani mmoja alikuwa nataka nimchole tattoo kabisa, niandike hapa Tausi. Hapa. Sasa wewe ukimchola hapa, kwa mfano umekosana, unafutana nini? Unachora nini tena? Tumegombana kabisa, tumeachana. Anajipiga tu moja kwa moja, inakuwa kama Mad Max. Nimeona kwa macho yangu mkeo ana mahusiano na Dagobeti. Dagobeti ni wani? Kabisa. Acha masiala yako bwana. Dagobeti tumekaa naye muda wote hapa. Ishara mapenzi wana tabasamu, wanakumbatiana, yani hivyo. Sisi nakwambia. Sasa sikia nikwambie. Kwa macho yangu wewe jifanye kama uko na mkeo unaongea naye, alafu uone. Utaona mwenyewe mapenzi yanavyoonekana. Na mapenzi hayajifichi. Hayajifichi. Unajua hapa tumekaa? Huyu Dagobeti alitoka alizunguka hivi nyuma, akasema anaenda chooni. Umo. Kwa hiyo wewe ndio umewaona. Umo. Mapenzi bwana jinsi alivyo mke wako, kama hata dakika 5 watu anamaliza. Sikia nikwambie. Wewe njoo. Nini? Wewe malize, mwite mkeo, mimi nakuja. Alafu uone. Mimi nataka nawe pia uwe shahidi. Ukishaona pale, na mimi nasogea kuhakikisha sasa umeona. Tulia. Sasa je, ndio jambo la msingi. Umeelewa hiyo? Vipi tena? Bwana mkubwa yuko? Ana dharura. Why is the Mr. Chairperson? Mke wangu. Sasa wewe mtu ana dharura wakati tuna mazungumzo. Bana kaa pale basi. Akatugandisha pale basi. Wewe mkali. Sawa mimi mkali. Wewe mkali. Wewe ndio mimi mkali. Kaa pale basi. Hebu rudi huko. Atatuelezea, hebu tudadafulie kidogo wewe bwana. Huyu dharura gani huyo amemkumba? Mke wangu. Hebu njoo mara moja. Yaani sipendi kukaa zani, umeelewa? Nashinda hata kueleweka kitu gani kinamkuta huyo mtu.
Baba unatabasamuliana, mbona unapotokea? Mimi kuamulia sio kama nashinda kuamulia. Mimi sio kama nashinda. Wanachekeana na mke wangu, wanachekeana na mke wangu. Wanachekeana na mke wangu hujaona? Uacha Maria. Wanachekeana na mke wangu na yaani ushahidi wote ninao. Ndio wewe bwana, hebu niache kwanza. Huo mguu unachuma mwanzo kunipata ajali ya pikipiki pale on about ya kidogo. Hebu uache. Tulieni sawa, amulia mwenzio. Wewe sio unavuta mguu wangu, huo sio mguu wake, mguu wangu huku ndo hauna chuma huu acha. Piganeni vizuri, vuta mguu. Sio kuvuta mguu huku. Mimi nitaongea naye, nitakaa naye, nitaongea naye. Hii tabia sijaipenda, kwa sababu mtoto wa kike unavolia, roho yangu inauma sana. Usilie, tulia, cool down, tulia. Wewe utakaa hapa bila tatizo, mimi nitamuita, nitaongea naye na mambo yatakaa sawa sawa. Sijui umenielewa? Umenielewa eh? Njoo ndani. Njoo. Mambo gani? Mambo gani? Kuna kufanya jamani. Bwana, mimi nimekuita hapa. Nimekuita hapa lengo ni moja. Usiwewe na mkeo. Kwa unataka kuniambia umtaki kwa moyo wako? Yaani kwa moyo wangu, kwa nguvu zako, kwa nguvu zangu na kwa kutimiza wajibu simtaki. Kabisa. Kwa sababu yule mwanamke kwao kwanza ni maskini. Amekosa. Umeelewa eh? Alafu mimi nilikopo nawasaidia. Babake anapiga simu, "Oh, mwanangu huko hakuna hela, nikituma shilingi 1000 kama shilingi 10,000." Lakini bado ameshindwa kuheshimu hata hiyo. Anakwenda kutembea na mtu wa karibu yangu mimi. Yaani yule nikimwona anatokea hivi mimi napita hivi. Na akiniona mimi nimepanda gari ujue yeye ashuki. Kiukweli kabisa nitakuja kumpiga nimuue. Simtaki katika maisha yangu. Na ukiniita hapa uniite kwa masala ya maana. Sawa. Nitakuja kwenye vitu vya msingi. Ndio maana yake. Sirudi. Naomba niondoke. Wewe ndio ushanichanganya. Kwa eti. Sawa. Tausi. Tausi. Jo. Jo. Usilie. Najua unalia kwa sababu umesikia kila kitu. Umesikia. Sasa wewe inatakiwa usilie, kuna kazi za roho ya Labi. Kwa mali alizoziacha baba, unatakiwa utulize akili yako. Umenielewa? Umeelewa? Najua nadhani natulia tu. Vitu vya kawaida tu ndani ya kupika, si nini vyakula vipo ndani, pilau si nini, kitu kidogo hivi si nini, mifugo iko huko ya kutosha. Hebu angalia unapata shida gani kwangu? Unapata shida gani kwa mfano, unapata shida gani?
Alafu mimi siwezi kukubali wewe ukalia kwenye maisha yako hapo unaongea hapo leo inaniuma sana unapolia. Siwezi kukubali kama hivi. Sitaki. Umeelewa? Umeelewa? Basi vitu vya kawaida hivyo kwenye mapenzi watu mtu aikuacha unajipanga unanisha maisha mengine. Hata hivyo maisha tu yanaendelea, si umeelewa? Kawaida tu mama usijali sawa. Tutaishi. Futa machozi basi, futa machozi. Futa mama. Nyingine unajua. Yaani mfano mimi ndo ningekuwa wewe. Hivi kila siku mke wako anavokugombania kama mpira wa kona. Ndo mimi yani. Saizi yule mwanamke kama hayupo kwao talaka 215 nimemwandikia nimembebea katika tipa. Akifika kwao zinabinuliwa namna hii kila mtu anapata shangazi, mjomba, sijuma mdogo, kila mtu anachukua talaka yake. Kama sio hivyo basi angekuwa yupo kabulini kwa sababu ningepiga ningeua. Bwana. Sasa wewe kila siku unaonewa mke wako anakupiga lakini bado umeng'ang'ana tu upo, yani stili kwamba yani umempenda sana au vipi? Unatuzalilisha sisi wanaume. Unaniona mimi? Mke wangu kazingua kidogo tu nimepiga na kaondoka moja kwa moja. Sijui umeelewa? Sasa hivi niko free. Wanaume waliooa wakishaachaga mwanamke hawarudi kuoa tena, wanakuepo wale wadonyo. Tunadonyewa namna hiyo. Yoyote anaweza kaingia ndani na kutoka, sio kuishi moja kwa moja. Sasa hivi nina magoma naingizaga usiku. Wewe mwenyewe? Mimi mwenyewe. Lakini mimi hapa Mwalimu Baba aliniambia wewe hapo jambo moja. Ukimwangalia mtu usoni au askari anamwangalia mtu usoni anajua huyu muongo. Umeelewa? Yaani wewe unavyoonyesha macho yako, umeelewa? Unaonyesha zaidi unampenda mke wako. Mimi? Mimi nimpende mke wangu? Ndugu yangu una kweli la kuongea. Hapa moyoni mke wangu hayupo kabisa, kafutika. Hivi ninavyokuambia. Wewe tuendelee kusuka ukili. Wewe unaonekana kabisa wewe ni muongo. Baba. Sijui nikwambia uchukue bisu labda unipige hapa unibalalue alafu uangalie kama kuna jina tala mke wangu. Wewe kwa hiyo wewe huna habari kabisa na mke wako? Kabisa. Mwanamke yule amefanya dhambi kubwa. Hiyo hata katika vitabu vya dini haitakiwi, hairuhusiwi, imeandikwa kabisa. Mwanamke ukimfumania una haki ya kumwacha. Mimi bwana hata nimemfumania wa nini tena? Mimi bwana hata nikifumania kwa yule anavyoonekana nikumsamee kwa sababu hata nikimfumania ananipiga mimi. Bwana mimi naelekea kwa anko kwa sababu jana usiku nilishikwa na homa. Sasa sijui alijua ufupi amejua mtoto ameniandikia vidonge vya mtoto. Wewe sikia nikwambia kitu kimoja. Usiniletee uchizi. Nini? Ukikaa na mimi usinitajie wewe wanko wako. Nini? Sio Dagobeti. Kwa nini sasa wewe umtaki? Sitaki. Kwani unajua ndio yeye anatembea na mke wangu? Sasa unamkalikia. Sitaki sasa. Wewe unamkalikia nani? Wewe hapo nimekwambia. Wewe kawaida. Kawaida wapi wakati tunazungumza hapa? Nenda zako hapa. Acha ukali, umeelewa? Nini? Wewe acha ukali. Wewe mke wako anakugusa, mimi nakuua na kufikia hapa. Sema wewe kunizika kweli. Kunizika na kunichezea mimi wewe. Ila usiwe mkali. Kwenda bwana huko. Wewe usiwe mkali. Wewe usiwe mkali. Usinikalikie. Umeelewa? Nini? Wewe unaninyoshia mimi kidole? Mbona unanyanyuka? Wewe? Mbona unanyanyuka? Wewe unaninyoshia mimi kidole? Hujawahi kunijua katika maisha yako. Yaani nataka nikuonyeshe action moja tu ambayo hujawahi kuipata katika maisha yako wewe. Yuko wapi mpumbavu? Jinga mmoja. Ungetulia hapa uone kama sijakupiga na gogo mimi nikakupasua. Pumbavu mkubwa. Ananitia mikwala mimi tunagonga ukuta hivi. Hivi unagonga ukuta hivi. Jinga ni. Kikaa na mimi usimzungumzie mjomba wako. Zungumza vitu vinaendelea na hii nyumba.
Vipi? Umeelewa? Vipi umeelewa? Nini? Kuna nini? Umeelewa chezo? Chezo gani? Hebu sema basi, maana umenituma umekuja huko yau. Nini tena tatizo? Ni mimi nataka wepo nikupe ubuyu sene. Ubuyu wa Babu Isa? Ubuyu wa Babu Isa? Wa pilipili? Wewe sio ubuyu huo, nataka nikupatie ubuyu wenyewe. Sasa wewe kuna ubuyu gani hapa mzuri kuliko wa Pemba? Wewe ndio maana ulikuwa wewe unanipa uelewa mgumu kukuelewesha, umeelewa? Wa Kachube. Wewe achana na Kachube. Upi huo? Ubuyu wa Kachube wa Makuti. Achana nao. Asi ndio niambie sasa ubuyu gani? Mimi nataka nijue unalaza gani huo? Ubuyu wa mwenyekiti sana. Mwenyekiti kaanza lini hiyo biashara? Mimi bwana unanipa wakati mgumu kukuelewesha. Wewe nikupake mafuta. Acha mambo ya mafuta, umeelewa? Maki mwenyewe ndo unasema nakupa wakati mgumu upi? Ndio mimi nataka nikupe ubuyu, twende kwanza ubuyu nataka nikupe wa moto. Mimi sijalizika wewe kukaa hapa. Ubuyu gani sasa sio niambie? Nifuate. Wewe njoo. Sasa uongee vitu sikuelewi, mara ubuyu mara umefanya nini? Yaani wengine unaenda nyumbani. Tunapotafuta wewe ujui. Ingia ndani. Umeelewa? Wewe baba mwenye nyumba. Wewe baba mwenye nyumba. Si tumenitoa hapo? Ndio. Ndio. Jamani. Umeelewa? Haya niambie. Wewe mke wako kaenda wapi? Kwa hiyo wewe unataka kuniambia kwamba ubuyu umbea? Kwa hiyo wewe unataka Vingto? Unabaki na rangi kwenye ulimi. Sawa nipe nini? Huyu kumbe kacheza mambo ya kitoto huyu. Mimi tena naambia maswala hayo. Mimi mpaka sipadipu. Si ndio? Ndio umeelewa. Wewe nikuulize swali. Wewe mke wako yuko wapi? Mke wangu yuko Mbinga. Yaani wewe unaibiwa kama wanavyoimba watu, unaibiwa ndio wewe. Kuna kitu kama hicho. Mke wangu sasa hivi ana wiki ya pili yuko Mbinga na anaongeaga mpaka na babu yake kule kijijini. Tunazungumza tena nasikia kabisa hivi mlio wa jembe wanalima. Chwa ndio niko na babu hapa. Wewe unasifiwa kitambi ya Relaxat ndio wewe. Mbona nichanganya? Yaani ni hivi, umeelewa? Mpaka dakika hii mke wako yuko sehemu nimemuona. Yuko wapi bwana? Wewe mke wako yuko kwa mwenyekiti. Mrongo. Mimi sio mrongo, nasema nang'ata kidole. Wewe mrongo bwana, mke wangu mimi hapa nakwambiaje? Yuko Mbinga na naongea naye. Sio Mbinga, nimemuona kwa mwenyekiti wa hapo anakula madavidavi. Anambusu wakati mwingine anampa ile ulimi. Wako. Na wewe ujue mpaka unasema ujue hilo jambo ujue kweli. Sinaga uongo kwenye umbea. Hebu funga huo mlango hapo. Wewe ndio unaelekea? Funga huo mlango hapo. Sawa. Nafanya. Ile gudi. Hapa ndo Mbinga. Siongee na wewe chawa. Hapa ndo Mbinga. Shida nini? Nilipokuambia uondoke, simekwambia uende nyumbani kwenu. Hapa ndo nyumbani kwenu hapa. Kwa hiyo umenipangia kwenda nyumbani, umenifukuza kwako. Wewe unihitaji? Ukisema cha nini wenzako watakipata nini? Ulinikataa na mimi sikutaki. Tena sasa kunifuatilia. Nani shahidi mpaka nimesema kwamba sikutaki? Hivi kuna mwanaume yoyote ambaye anaweza akasema hamtaki mke wake alafu akasema moja kwa moja? Wewe unapoongea na vyombo vya dola uwe na msimamo na mtu mwenye akili timamu. Wewe, mimi naongea na mke wangu. Tena hilo neno futa. Mimi sio mkeo. Ulinikataa, ukanikana eti mkeo wangu. Unajua mwanamke wewe? Futa. Unajua mwanamke? Futa. Maana yangu kumbe wewe ndio nyumbani kwenu. Sawa. Nyumbani kwenu moja kwa moja. Lakini sio kuendelea kumtia aibu hivi. Hivi ni nini sasa? Alafu unakuja kutembea na mwenyekiti. Aibu wakati wewe ndio umeniambia ondoka. Nini sasa? Huwezi kupanda usafiri moja kwa moja bila kuchimba dawa. Wewe nenda nani? Kila alipokuwa kiniona mimi anafurahi. Kila alipokuwa kiniona mimi anafurahi. Sielewi sasa ghafla tu nimeshangaa yule mwenyekiti alimuita baba mwenye nyumba yako. Chobing. Wanaenda na pembeni. Aliporudi bwana mimi nimevamiwa sasa. Nimechezea kipondo na nimepigwa marufuku nisifike tena kwa. Kwa hiyo hisia zangu mimi zinavyonituma. Na hisi ni mwenyekiti ndiye atakuwa amesababisha yote. Kwa sababu hata mke wangu mimi mwenyekiti ndiye alianza kunipa
stori za uongo za kinafiki za kuonekana mke wangu sijui ananifanyia hivi na hivi, mke wangu muuni, kumbe anatengeneza tu dili na nimemwacha kweli mke wangu. Leo inaniuma sana. Ndio hivyo, mimi sikembei naye. Yaani hapo nimegundua kitu kimoja. Unajua uwalaza na kipara vyote ni kitu kimoja. Sema upara analeta Mwenyezi Mungu, alafu upara huu wa kawaida anachonga mwanadamu. Umenielewa? Hapa inaonyesha kabisa hapo mwenyekiti ndo anaonekana anaweka kielele Sana. Umenielewa? Inaonekana mwenyekiti ni kama chawa. Mimi nimeelewa. Kwa maana hiyo basi mimi naomba unisaidie jambo moja. Nimeelewa chezo. Na ninavyokuambia hivi ninavyokuambia nimemwona mwenyekiti, umenielewa? Yuko na demu wa baba mwenye nyumba. Acha. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kama inawezekana kwa ridhaa yako, lakini tuenzetu kwa baba mwenye nyumba. Sasa mimi sanaweza kanigonga kule tena. Hawezi ushakuwa mtu mzima unaruhusu mtu akugonge. Umeelewa? Hawezi kukubali wewe tuenzetu nifuate. Mimi nishaelewa kuna namna mimi. Mke wangu umenifanyia kitu kibaya sana. Sikuwahi kutegemea kama ipo siku utakuja kunisaliti. Hapo umenisaliti kwa mwenyekiti. Unaniaga unaniambia uko Mbinga. Kumbe uko Mbinga upo kwa mwanaume mwingine. Mimi sina haja ya kuishi duniani. Na kuachia lazi mbaya utapata tabu sana. Kifo hiki changu najua kikatili kitakuendesha maishani mwako kote. Na kuachia kila kitu. Na kuachia wewe mwenyekiti, endeleeni na mapenzi yenu, mimi nakufa. Buliani. Mimi nimefanya hapo uchunguzi wa kina sana, umeelewa? Kwa hiyo naliongea hapa la maana, ndio maana hata mimi natoa beti. Simu zisiingiliane. Umeona ili jumba tupu. Umeelewa? Hata mimi mke wangu ile kunidunda ile. Ananidunda sana ni mwenyekiti. Huyo hapo huyo uchunguza sana, si ndio? Au mimi naongopa? Hapana bwana. Bwana huyu ndugu yangu yupo sahihi kabisa. Yupo kweli. Budi. Nisikilize bwana. Mimi bwana kiukweli kabisa sikuwa na tatizo lolote na mkeo. Wala sikuwahi kufanya vitu vile ambavyo ulikuwa unafikiria. Mimi pale bwana siku yetu tulipokuwa tumekaa pale bwana, mimi kuna kitu fulani nilikuwa nimetoa kama kibongo tu. Kwa hiyo yule akawa amecheka, amefurahia. Yaani aliniona mimi kama kikatuni fulani vile anavyoandaga Freddy Queen. Kwa hiyo kila akiniona sasa akawa anacheka. Yule bwana ndiye ikabidi aje kukuletea wewe habari hizo ambazo si sahihi. Haya sasa angalia sasa. Mimi mke wangu yuko wapi? Hayupo tena. Ashaondoka. Wewe mke wako hayupo. Yupo kwa huyo ambaye alikuwa anasema mimi ndio nimemchukua. Kumbe yeye ndiye anafanya ufiti na hizi zote ili abebe yeye. Huyu hapa kila siku afanya kudundwa huyu. Na mwanamke wake, lakini sababu kubwa ni mwenyekiti. Dundo. Unaona? Kwa hiyo lakini haya yote matatizo anayoleta ni mwenyekiti. Mimi nilikuwa nashindwa kuelewa ndugu yangu. Mimi kwako sina tatizo lolote. Mani kashaka nishakusamehe. Mimi nimekusikiliza kwa makini sana, nimemsikiliza hapa ndugu yangu. Bila kiukweli haya yote alikuwa analeta huyu mwenyekiti. Mimi mpaka anakuja na kuvamia, tufanya vurugu. Ni kwa sababu niliambiwa na unajua uchungu wa mwanamke, kwa hiyo nilikuwa na jaziba fulani. Ila naomba unisamehe sana kwa sababu sijajua kitu chochote. Kwa upande wangu leo nimegundua kwamba mke wangu anatembea na mwenyekiti. Sasa sijajua lengo lake nini, kwa sababu yeye ndo alikuwa anachonganisha ili niweze kugombana na ndugu zangu kwa sababu ya hisia zake yeye. Mwenyekiti mtu mbaya sana. Sijui hata kwa nini mke wangu amerubunika amekwenda kutembea na yule mtu. Wewe hapo mimi nakuomba usilie, umenielewa? Usilie, jikaze kwa sababu uchungu wa mwalimu anaujua mzazi. Mimi naomba niweke onyo. Leo nimeenda kuongea naye pale. Tumegombana vya kutosha. Na yule bwana anaonekana kabisa anajikingia kifua kama yeye yuko sawa, wakati anaona kabisa kama yule ni mke wa mtu. Mimi nasemaje? Acha leo ipite kwa sababu nina hasira, naweza nikafanya kitu kibaya.
Imefikia wakati mpaka nataka kutoa uhai wangu kwa sababu mwanamke wangu, kwa sababu ninampenda. Juu tunaelewana. Leo sifanye kitu chochote. Acha nipumzike hapa nyumbani. Ila kesho nitakwenda kwa mara ya mwisho. Na kama akinikatalia kumrudisha mke wangu, nitakachokifanya hatosahau katika maisha yake. Naomba unisikilize kwa mara ya mwisho. Nimekuja hapa kistaarabu, sitaki ugomvi kabisa. Sitokuja tena kuzungumza na wewe. Ulimi wangu hapa unatamka. Nafikiri unajua wazi kabisa mimi na mke wangu tumetoka wapi mpaka hapa tulipofikia. Uchungu wa mwanamke unaojua, uchungu wa mapenzi unaojua. Na hii misemo naozungumza kila siku kwamba mwanamke wa mtu sumu, nafikiri vile vile unafahamu. Sasa nasemaje? Naomba mwanamke wangu arudi nyumbani. Ndio hilo. Kumbe ndio kilichokuleta hapa. Sasa wewe kijana, sikia nikwambie. Siku nyingine ukija njoo na ajenda yenye msingi. Sijui umenielewa? Unakuja hapa kumbe unakuja kwa sababu ya mambo yako ya ajabu. Sawa? Mkeo wako kasha kuambia hakutaki. Mkeo wako hataki kukuona. Na ninakuomba kijana usimfuatilie mwanamke mwenye misimamo yake. Tena nakuomba usimfuatilie kabisa mwanamke mwenye misimamo yake. Nakuomba uondoke. Tena nakwambia usipokuwa makini, mimi ni serikali, chombo cha dola, nitakufunga. Tena nakwambia nitakufunga. Kwa hiyo hiko ndo unachokitegemea? Of course now. Unafanya dhambi, unachukua wanawake za watu, alafu unategemea hicho kivuli. Nazungumza mara ya mwisho, sitorudi tena hapa. Leo hii mke wangu arudi nyumbani. Asiporudi, mimi hapa nakwambia usitafutane. Utaramba hadi mchanga, mimi nakwambia. Utaramba hadi mchanga. Tena nakwambia kabisa. Kijana, nakwambia kabisa. Kaa ukijua huwezi kunitisha kwa lolote. Chochote kile unitishi, kwa sababu mimi na miuli yangu inanilinda. Naitumia vyema, dola inanisimamia na ichenjiki, ndio kaa ukijua. Tena angalia nikwambia, mimi nikimfuata hata mtendaji ananisikiliza. Nikimwambia wewe mtendaji kuna kijana anasumbua hapa, anasema unasemaje mwenyekiti? Tumfunge, tumwachie, naambia kama miezi 3 akapumziki. Unaenda unapumzika kidogo. Sasa mambo ya ajabu hapa, kidogo. Mwenyewe unasema niokoeni, ndugu zako ndio watalia sana. Tena usirudie tena. Nakwambia sishiki mimi. Ala. Tena mambo ya ajabu hapa wewe. Wewe mwenye nyumba. Nipo hapa. Yeni kwa babu sema huyu amerudi. Habari yako? Safi. Yeni nilikuwa nimekaa pale na kuchunguza sana, nikasema atakuwa sija amerejea. Vipi habari ya huko? Yule bwana nimeenda pale. Ndio. Lakini kinachoonekana bado ana ujeuri. Kwa sababu nimwambia bwana ndio. Huyu mke wangu nataka arudi nyumbani. Amebisha, umetokea ugomvi mkubwa pale Valangati kivala vumbi, nusu nyumba ing'oke. Umeelewa? Nikaona sawa, isiwe tabu. Nikaondoka kwa sababu mimi ni mkubwa. Yeye kajifanya anajua huku, mimi pia najua ya hivi. Sijui umeelewa vizuri kama nzi tu. Kwa nikamwambiaje? Kama mke wangu hatorudi nyumbani, ndio kitakachokukuta wewe bwana. Tusije tukaonana wabaya. Hivyo tu. Na nitakachomfanya. Yaani hatonisahau katika maisha yake. Unataka kumfanya nini? Yaani never forget me. Kwa sababu mimi ninachokwambia ndugu yangu, katika huu mji unaoona wote huu. Nyumba ya kwanza kujengwa ni hii hapa. Umeiona hii? Ndio. Yeye anakuja amenikuta hapa mpaka anapata iko cheo kwa sababu sisi ndo tulimpigania. Lakini leo anatuletea dharau, anamchukua mke wangu, anajifanya ndo yuko naye yeye, anamwambia amrudishe hapa, anagoma. Mbona I will show him. Hii hapo sasa tuje kwenye I show him. Umeelewa? Yule bwana I show him.
Umeelewa? Yule bwana hata ile mke wangu miwe hapo kunidunda sana. Umeelewa? Kumbe yule bwana mwenyekiti ndo mchonga ngenga. Kwa hiyo wewe bwana ng'ang'ani. Mwenyekiti sema yapo. Wewe mwenyekiti sema yapo. Ndio mimi na usongo. Sawa. Wewe dili naye usimwachie. Na mimi nachotaka kukwambia kwamba usimwambie mtu yoyote. Nataka iwe kama surprise tu. Alafu wewe mwenyewe ukiamka asubuhi utaona picha jinsi lilivyo. Wewe unamfanya nini wewe mwenzio wewe bwana? Yaani mimi naomba tu asubuhi ifike. Naomba kukuche. Basi baridi mimi niko nyumbani ile wewe ng'ang'ani. Sawa baba. Ile kwenye jambo moja. Ndio. Yule mwizi wangu alinichomoja dirishani nimekutana naye hapo nyuma. Yule alikuibia simu? Ndio. Laki mbili. Nimekutana naye. Ile titi potati. Umemkamata? Nimkamate wapi? Anachoma sindano za malaria. Nikamwambia maliza sindano zako, nikimaliza na dili na wewe sana. Ngoja. Ingia ndani kanywe maji. Maji ya kunywa. Gudi. Nenda baba we. Mwizi eti kisa anaumwa malaria sindano 5 ndo unamwachia. Jinga ni. Ngoja picha kesho litakavogeuka. Dunia inabadilika rangi. Unashangaa nini? Nakuuliza unashangaa nini? Hilo baibui langu kulikoni mpaka ukaliva? Baibui? Na hiyo shadow lopaka? Shadow? Yaani mimi nimetegemea umetoka umeenda huko ulikoniambia. Hivi mwanaume mzima unavaa nguo zangu mimi? Unapaka shadow una haya wewe? Bibi, ndio unanichamba? Nakuuliza unanichamba? Nakuuliza ndio unanichamba? Nakuuliza ndio unanichamba? Sasa kwa taarifa yako nakwambia bibi, nakueleza. Sawa? Huyo mwenyekiti sasa nakwambia, nakupa habari, sio mtu mzuri. Mwenyekiti sio mzuri. Mwenyekiti ni mgombanishi, kagombanisha watu wanagombana, watu wanaachana hapa kijijini, hawaelewani bibi. Watu wanagombana. Siji unamuonaje mwenyekiti au unamchukulia poa? Unamchukulia poa mwenyekiti wewe? Anakuwasha moto. Mwenyekiti anawasha moto hapo kijijini. Nakupa habari. Unaota vizuri bibi, utaungua. Tena kwa taarifa yako, wewe na mumeo mwenyekiti ndo amegombanisha. Kagombanisha wewe na mumeo muachane kwa sababu alikuwa anakupenda wewe, na akafanikiwa kuvuta chombo cha malage chenye ubwabwa ndani, kakiweka na wanapakua, wanakula na maji wanakunywa, wanashushia, wanarara, wanakoroma. Nakwambia bibi, kaa ukijua. Nakwambia ukweli, mwenyekiti hataki. Simuona hata pale kwa mzee Kizuguru. Sasa pale mwenyewe pale kagombanisha ndio sione mpaka ule mzee amekaa mkiwa siku zote ni yeye huyo. Hivi wewe baba wewe? Hivi una haya wewe? Umepata nini? Umepata nini? Ongea na mwenyekiti bibi, usiongee na mimi afu usinipandishie. Umeona mwenyewe na mipando yangu. Hivi unajua Mungu anakuona? Yaani umenifitinisha kwenye ndoa yangu nikae na wewe. Kumbe ndio ulichokifanya kisi ndio? Sura yangu naika wapi? Sura yangu naiweka wapi mimi? Unaweka kwenye chungu hiyo sura na inakangwa vizuri. Kwa hiyo hao ndugu mume wangu nawaangaliaje? Hivi mwenyekiti una roho gani wewe? Ndugu mume wako wanakusaidia nini? Wanasaidia nini? Wewe ulichokifanya kinakusaidia nini? Umefanya nini? Dili na mwenyekiti. Dili na mwenyekiti. Nikushuke.
Mageni yako wapi? Mageni yako wapi? Ni nini hiki? Kinini? Badala kusema umshangae mwenyekiti ambaye alikuwa anafanya majambo, wewe na amfanikiwi, mnaishia kuyoyoma bibi, alafu unanifuatilia mimi. Ndio maana kila kitokea kila nini ngumi, kapigwa za uso, mara kapigwa za kichwa, na bado babu utalipata fataka wewe. Mwenyekiti Matantula nakuita njoo. Mwenyekiti Matantula nakuita njoo. Popote ulipo njoo, nakuvuta mwenyekiti Matantula. Mwenyekiti Matantula nakuvuta njoo. Mwenyekiti Matantula nakuvuta njoo. Njoo mwenyekiti. Njoo. Mwenyekiti Matantula nakuvuta njoo. Mguu mosi, mguu pili, njoo. Gangu yake. Nimetoka huko nimekutana na mwenyekiti. Mwenyekiti sio kakumbana nini shoga yangu, kwambia amevaa nguo za kike, kajipodoa, kajipara huyo mwenyewe. Na muangalia mwenyekiti hafai. Usiniambie. Yaani usiamini kando mwenyekiti. Unajua nimesikia nikajua utani Ndio hivyo shoga yangu, yani hafai, ukimwona mwenyewe kashangaa. Umekutana naye wapi? Huko nimetoka zangu huko, mishemishe zangu mume nakutana naye. Tena. Ndio. Haya. Nilisikia nikajua utani au ndo mambo ya kichawi tena. Ndio hivyo, unasikia maana ni mchonganishi, sio anaharibu ndoa za watu. Yaani hata sielewi pakubwa, nakwambia na uchawi kalogo huko, kazi kuchonganisha ndoa za watu, kuchukua wake za watu. Yamemkuta na hichi kijiji kwa uchawi. Ni uchawi lakini naye akome, kazidi. Maana huu mtaa wote ushamchoka. Umemchoka kwa mambo yake ajabu ya wanawake wa watu hao. Kapigwa kitu huyo, sasa kwa mwanamke. Kashatulia huyo sasa hivi. Hafai, yani hafai hapo alipo. Yamemkuta tena. Ameataka. Yaani ukimwona. Yaani nilipo na hamu kumuona. Isikio huko. Mtoto mdogo kabeba mkungu wa ndizi wa mama wa baba. Mtoto mdogo kabeba mkungu wa ndizi wa mama wa baba. Mtoto mdogo kabeba mkungu wa ndizi wa mama wa baba. Mtoto mdogo kabeba. Safi sana Maimuna, safi sana. Kwa ulichokifanya nakupa hongera Maimuna. Umeifanya kazi yako sawa. Kazi tumeiona. Kazi nimeiona. Ama hakika kazi ni mami. Na kazi iendelee Maimuna. Lakini sasa tulikuwa tunaomba usamehe. Haya mambo yaishe jamani. Sijui unaelewa mjanga, sijui unaelewa. Ai, nani akusamehe? Siwezi kukusamehe. Nimepewa kazi, nimefanya kazi, nimekula mlungula. Naomba msamaha. Haiwezekani. Jamani, tatizo liko wapi? Jamani, tatizo liko wapi? Toka, haiwezekani. Kenge wewe. Toka. Nitakugeuza mjusi guluguja. Toka. Mtoto mdogo kabeba mkungu wa ndizi wa mama wa baba. Kwenda! Mtoto mdogo kabeba mkungu wa ndizi wa mama wa baba. Mtoto mdogo kabeba mkungu wa ndizi wa mama wa baba. Maimuna, leo nitakupa juisi ya damu ya binadamu. Safi sana kwa unachokifanya.
Mimi naomba unisamehe. Kiukweli mimi sikujua. Nimefanya makosa lakini sikujua nini ninachokifanya. Kwa sababu unajua mwenyekiti ni mbaya sana. Yaani mwenyekiti ni mbaya sana. Yaani katugombanisha mimi na wewe. Kiukweli mimi nakupenda mume wangu. Nilichokosea mimi tu kwenda kukaa pale. Hivi mume wangu kwa Mungu nakupenda kutoka moyoni. Yaani mimi nimerudi, yaani nipo tayari kwa chochote, yaani sifanyi kitu chochote kibaya. Mimi nakusikiliza wewe tu mume wangu. Nimekosa, naomba unisamehe mume wangu. Shetani mbaya sana. Yaani kanishawishi, yaani mpaka sielewe kwa Mungu mume wangu, tunaomba nisamehe. Sirudi tena. Ngoja nikwambie kitu kimoja Tausi. Mwenyekiti hakuwa mtu mzuri kwako. Sio, unaelewa? Lakini sio kwa upande wako tu, kwa watu wengi katika hichi kijiji. Wengi wamefanyia maovu. Wengi wamelalamika kuhusiana na yeye. Na ukweli kuhusiana na mwenyekiti mpaka anakuwa vile. Mtoto mdogo kabeba mkungu wa ndizi wa mama. Mtoto mdogo kabeba mkungu wa ndizi wa baba. Mtoto mdogo kabeba mkungu wa ndizi wa mama wa baba. Longa Mayego. Mimi nimekuja hapa bwana kwa sababu nakuamini sana. Nimekuja hapa nataka unisaidie jambo. Mke wangu amechukuliwa na mwenyekiti. Na huyu mwenyekiti anatumia madaraka yake vibaya. Kufitinisha watu, kugombanisha watu, kuchukua wanawake za watu. Sasa imefikia kipindi amemchukua mpaka mke wangu mimi yuko naye yeye. Na nimejaribu kumwambia kwamba mke wangu amwachie. Hataki kumwachia. Na mke wangu sijui amerubunika nini. Na amebaki kule kwa mwenyekiti. Kwa hiyo kikubwa ambacho mimi nakitaka, mke wangu arudi nyumbani. Mke wangu mimi nampenda sana. Na ikiwezekana mke wangu kurudi, lisishie tu hivi. Kuwe hata na daflao moja hivi mwanana. Apate aibu moja ambayo kila mtu amjue mwenyekiti ni wa design gani. Hiyo ndio lengo langu. Mkeo atarudi. Na huyo mwenyekiti tutamuonyesha cha moto. Tunamwachia Maimuna. Maimuna atafanya kazi yake. Huyo mwenyekiti anaitwa nani? Mwenyekiti anaitwa Masantula. Maimuna, kuna mtu akwenda kumwonyesha cha moto. Tunakuachia ufanye kazi yako. Nenda kwa mwenyekiti ukamloge, ukamfanyie kazi unayotakiwa kufanya. Tekeleza tunachokutuma Maimuna. Maimuna, nenda kwa Masantula Maimuna. Masantula! Mwenyekiti Masantula! Masantula! Popote ulipo tunakutumia uchawi. Soma hiyo! Mimi ndo nilifanya. Na nimefanya kwa makusudi kwa sababu ya kumfundisha tu. Ili asirudie tena mambo anayofanya. Wengi wameachana na wake zao. Wengi wamewafitinisha. Unaelewa? Unaelewa. Lakini pia wewe mke wangu, naweza kusema kwamba ulifanya haraka sana. Ukukaa ukafikiria, eti mtu siku moja tumegombana, baada uondoke uende nyumbani kwenu, unaenda kwa mwenyekiti. Mwenyekiti ndo baba yako. Ndo wazazi wako wale, au ndo wazazi wangu mimi? Umeamua kuishi naye, umenichiti sasa mazima. Mwanzo tulikuwa tunaongopeana, lakini ukaenda kunichiti kweli kweli. Mke wangu nilikuwa nakupenda sana. Umeniumiza mno mimi.
Sawa, mimi nimekusamehe. Asante. Nakusamehe, lakini kwa hili lilotokea liwe fundisho kwako. Sawa, sirudi tena kiana, usirudi. Sawa. Na usirudie hata sehemu nyingine unapoenda, usifanye tena kama hivi. Unanielewa? Kwangu imekuwa too late. Tayari na mwanamke mwingine. Sijasikia. Na mwanamke mwingine yule pale. Huyo ndo mwanamke wangu wa maisha. Anajua nini thamani ya mwanaume.